161.98 zilizokuwa zimepangwa na serikali kwa ajili ya kulipia ruzuku, na zenyewe tunaona kama ni ruzuku hewa. Yaani ni ruzuku ambayo imetolewa ikatambulishwa kwamba inaenda kulipia wananchi, lakini ukweli ni kwamba imechotwa, imewekwa mfukoni mwa watu, kwa sababu haikushusha bei za mafuta, na hata bei zinazotangazwa na EWURA za kila mwezi hazijaonyesha kwenye chati kwamba ilizishusha bei kwa kiwango gani. Kwa hiyo mtaona kwamba mwanzo chama cha ACT Wazalendo wakati tunatoa msimamo tulionyesha kwamba ni bilioni 700 katika uchambuzi wetu, lakini baada ya kwenda kwa kina kwamba serikali ilikuwa kwamba kama taifa tumekula hasara ya shilingi bilioni 700, lakini tulipoenda kwa kina ndio tukaenda kugundua kwamba sio bilioni 700, ni trilioni 2.16. ndio hiyo kashfa ya uagizaji wa mafuta hapa nchini, na watu wote waelewe kwamba hatuko hapa kwa ajili ya kumuonea mtu kwa namna yoyote ile. Mazingira yaliyotengenezwa katika hii skando ya kufaulisha mchoro huu ni mashirikiano makubwa sana kati ya viongozi wa serikali na hilo kampuni. Na ndio maana makampuni mengine yote yaliyokuwa yanaingiza mafuta hapa nchini, ilipofika mwezi Aprili yakaambiwa yakae pembeni. Ikabaki kampuni moja tu la TBDC, shirika la TBDC ndio linaingiza mafuta nchini. Makampuni mengine badala ya kushindana kila mwezi ikawa ni TBDC, na sio TBDC. Kumbe TBDC si tulie, hatuwezi kunyamaza. Kutokana na hayo, ACT Wazalendo msimamo wake wa awali ulikuwa kama ifuatavyo. Tulitaka mikataba wa TBDC na kampuni la Vito ya Uswizi uvunjwe na kurejea utaratibu wa ushindani kupitia wakala wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja. Tulitaka uchunguzi huru na wakina ufanyike katika utoaji wa zabuni ya mwezi Mei na Juni. Lakini tatu, tulitaka wakati wa uchunguzi ukiendelea, waziri wa nishati, viongozi wa TBDC, PBPA na EWURA wakae pembeni ili kupisha uchunguzi huo. Namba 4, matokeo ya uchunguzi yawekwe wazi kwa umma na hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya yeyote atakayebainika na kusababisha hasara kwa taifa. 5, kampuni ya Vito iwekwe katika orodha ya tahadhari, yani watch list, na baadaye iwekewe vikwazo vya kushiriki zabuni za umma, yani blacklisted, katika miradi ya uagizaji wa mafuta nchini Tanzania.